Simba inaweza kupata matokeo unakuja unakataa magoli kwa ajili gani? Narudia tena, yule referee hataishi tena. Wasichukulie kila mtu yuko tofauti, usione kila mtu yuko sawa. Yule referee hataishi. Mmedhamiria kwa hili. Nasema hivi, hamtamuona tena akichezesha mechi zozote kuanzia mwakani. Mnampoteza. Sio unampoteza, nakwambia mimi hata kuwepo tena katika ramani ya dunia. Mchungaji upande wa pili anasema, nisikilize kwa makini, nasema hivi. Referee aliyechezesha mechi ile kwa maelezo kutoka kwa Feruzi hataishi mpaka Desemba. Hataishi mpaka Desemba, hataishi. Hataishi kwenye karia. Nasema hivi, hataishi kama binadamu wengine. Mchungaji. Narudia tena. Yule referee kwa maagizo kutoka kwa Feruzi hataishi mpaka Desemba, hatafika miezi 6. Hataishi tena. Hataweza kufika. Ogopa chozi la watu milioni 40 ambao walikesha kwa ajili ya kuombea Simba. Leo anakuja anabadilisha matokeo kwa ajili ya maelekezo. Hataweza kusurvive tena. Mchungaji upande wa pili anasema kuwa Simba msimu huu mtaweza kuwa kama Arsenal. Mnacheza vizuri lakini vikombe hamna, wenyewe na vikombe viwili sasa. Alafu ndugu yangu, unavyouliza maswali, uliza maswali ya kitaifa. Sio umeshaelewa baba? Sisi sasa hivi tuna kilio cha kitaifa. Mtu mmoja akatogeuzea matokeo. Stiki katika mechi hii ya jana. Kwamba kwa nini tumefikia hatua hii. Lakini wana Simba walio wengi wanahuzunika mioyoni. Usiona wanacheka usoni. Mioyo yao inaumia. Inavuja jasho, inavuja machozi kwa ajili ya mtu mmoja ambaye aliamua kwa interest zake abadilishe matokeo ili Berkane awe bingwa. Nakwambia hataishi, hatafika Desemba. Narudia tena, hatafika Desemba, hataishi. Narudia mara nyingine tena, mimi kama mchungaji nilipiga magoti kwa ajili ya kuiombea Simba, watu wakafunga, yeye akaamua kubadilisha matokeo kwa interest zake. Mambo aliyofanya yule bwana, anamtoka Goma katika mosheni akijua kwamba kiungo Kamara ameshikwa, hana pa kucheza, akaamua kumpa kadi nyekundu. Baa zaidi akaenda goli limefungwa, goli clear. Anaambia aende kwenye VAR, aende akajihakikisha anakataa. Maana yake ni nini? Goli tulilofunga Mutale, kuweka kati ujue. Nyao kumfuatia kuweka kati. Lazima ndio alirudi kuashiria kwamba ni goli. Narudia tena. Ubingwa Simba alikuwa bingwa. Ila kilichotokea Simba amepokonywa ubingwa wake. Simba amepokonywa ubingwa wake. Mchungaji, kwenye kile ambacho kinachoendelea kwa Mutale kawaka sasa. Mutale budo kawaka. Mimi bado hujanielewa. Mimi bado niko na referee. Yaani ukiniambia Mutale mimi wala sikuelewi. Yaani bado niko na referee. Ndio alikuwa anacheza mchungaji. Referee yeye ndio letuua. Kama mngecheza vizuri singepata matokeo. Na mimi nakuuliza, na wewe unaulizwa maswali ya kitaifa. Nitakubadilikia hata wewe. Uliza maswali mazuri, usiulize mambo ajabu. Sisi tunakiliwa sasa hivi. Wewe tunakujua ni Yanga siku zote. Umefurahi. Ninachokuambia hivi mwandishi, uliza maswali ya msingi, usiulize maswali ya kutusababisha sisi tuingie kwenye hasira. Performance ya Mutale jana ilikuwa ni nzuri na alistahili kufanya vizuri na mchezaji wa Simba alichofanya jana ni vitu ambavyo wana Simba wanahitaji tokana na sajiliwa. Sema tu alichelewa kuingia kwenye mfumo. Lakini wana Simba wengi walikuwa wanahitaji afanye vile kama alivyofanya jana. Kilichotokea, matukio ambayo alituua Simba ni matukio matatu. Watu hawajaelewa. Matukio matatu tu ndio yalimaliza Simba. Nipe kodi ya matukio hayo. Kumtoa mtu kama Kagoma. Injini ikawa imekufa. Si umeelewa? Kukataa goli letu. Kukataa penalty ambayo ilikuwa ni wazi kabisa. Penalty ya nani tena ile? Mutale. Aliondoshwa, nyinyi mnasahau mpira mnaangalia nini? Tunaangalia. Vyote hivi ndio vitu ambavyo viliua Simba jana. Kwa hiyo wana Simba wana huzuni kwa ajili ya referee. Mbaya zaidi, baada ya mechi ameenda kwenye vyumba vya wachezaji wa Berkane. Wanaenda wanasherehekea ushindi. Unajua ni nini? Mauritania pamoja na Morocco wamepakana hivi. Wale wanaongea lugha moja. Si umeelewa? Wewe ni Mwarabu na wewe ni Mwarabu. Si umeelewa? Ni sawa sisi na Kenya. Alafu tunacheza na Mwarabu. Kenya lazima atatufeva sisi. Sasa kilichotokea jana, Feruzi yeye ni makamu wa chama cha mpira wa Afrika. Yeye ni makamu. Maagizo yalienda moja kwa moja kwa referee. Yalianzia kwamba mechi ichezwe Benjamin Mkapa, mechi ipelekwe Amani. Na ndio maana wanasema tulifurahi mechi kuhamishwa wapi? Benjamin Mkapa kuipeleka Amani. Lakini narudia, ile mechi hata kama ingechezwa wapi? Benjamin Mkapa, kwa maagizo yale na uchezeshaji ule alistahili awe bingwa. Ila mchungaji, mngekuwa na kikosi bora ungeweza kuchukua ubingwa huu. Hakuna kikosi cha dhahabu ndani ya miaka 32 kama kikosi cha kina Jan Chance Ahoua. Ndio kikosi bora ambacho kimecheza mwaka huu, imecheza finali. Na ni kikosi ambacho kimepata magoli na magoli yamefungwa. Referee nakakataa. Sasa utasema sio kikosi bora? Ndio kikosi bora cha msimu ndani ya miaka 32. Ndio kikosi bora cha Simba Sports Club ambacho kimecheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ndio kikosi bora. Na ndio kikosi cha dhahabu kwa mida hii. Na ndio timu bora kwa mida hii. Kilichotokea ni maamuzi ya referee tu. Ni Simba ilistahili kuchukua ubingwa. Ila referee alikuja na maagizo, mimi nasema uwazi, ni maagizo yalitoka kwa Feruzi, makamu wa mwenyekiti wa chama cha mpira wa CAF.
Hata kesho kutwa usishangae, mimi nitakuja kukuambia. Mechi ya Mamelodi na Pyramid. Mamelodi atashinda akiwa kule away. Atashinda kila akiwa kwa away kule atashinda. Kwa maelekezo kama alivyofanywa. Kama bwana, kama akili inarudi. Ndio vile itakavyokuwa. Sasa tunataka tupinge Afrika. Mtu ukitaka kumiliki timu usiwe kiongozi. Ukitaka kumiliki timu usiwe kiongozi. Haya ndio mambo ya Yanga kila siku na wakatalieni. Kwamba Yanga haiwezekani mtu anayedhamini Yanga vilabu 15 huyo anadhamini vilabu vingine ndani ya Yanga afu ni mmiliki wa Yanga. Hiyo kitu haiwezekani. Kwa ndio mambo ambayo tunayapinga siku zote katika mpira. Ndio haya ambayo jana yametokea. Interest za watu ndio zimeonekana live. Ndio maana naibu waziri wa mambo ya ndani anakuambiaje? Kama ni bingwa anapangwa, wao wanasema tu kuliko ambacho kimetokea. Ila mcheza kwao utunzwa, ila Simba hamkutunzwa. Sio kama tukutunzwa, walikuja na maagizo. Maagizo yametimia na Berkane amekuwa bingwa kwa maagizo. Kwa maagizo yale timu za Waarabu zitaendelea kuwa mabingwa sana. Kwa maagizo yale lazima zitaendelea kuwa mabingwa sana. Kusini mwa jangwa la Sahara kuwa bingwa, labda na wewe uwe kiongozi ndani ya CAF. Vile hivyo huwezi. Mpaka tutoe kiongozi. Kiongozi. Labda Yanga jana ingekuwa finali. Labda kwa kupitia engineer Yanga kichukua ubingwa. Kwa sababu inaonekana vitu vinapangwa kabla ya mechi. Ndio kitu ambacho kimetokea jana. Mchungaji, kama ilivyokuwa gumzo kwa refali na kuna clip moja ikawa inatambaa sana mtandaoni. Ikawa gumzo pia. Fabrice Wamba Ngoma na Musa Kamara Pinpin. Watu wakazua maswali. Miongoni mwa wachambuzi wakasema Musa Kamara Pinpin ni goalkeeper wa kawaida sana. Ni joto, lile joto la mechi. Kumbuka ile mechi watu walishapanga. Watu wameenda mpaka na wake zao, wachezaji. Ndugu zao wamekuja kama Elia Mpanzo wamekuja na baba yake, wamekuja na dogo zake kwa ajili ya kujua kwamba tunaenda kuchukua ubingwa. Sio umeelewa? Ni wana Simba walijipanga na huu mwaka ulikuwa ni wa kwetu na mioyoni mwa wana Simba ndio bingwa mpya. Mimi natangaza rasmi. Bingwa mpya kombe la shirikisho ni Simba Sports Club. Kwa medali. Nasema hivi ni bingwa kwanza mioyoni. Kwani ubingwa uko wapi? Ubingwa uko moyoni. Tunaweza kainua hata kikombe kwa sema ndio bingwa. Bingwa Simba ndio bingwa mpya wa kombe la shirikisho barani Afrika. Simba ndio bingwa mpya. Wajana tumtambui sisi kwamba ni bingwa. Hamumtambui Berkane. Refari katupora ubingwa wetu, bingwa mpya ni Simba Sports Club. Musa Kamara Pinpin amekuwa anahusika kwenye matukio tata sana kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Ukiangalia hata goli ambao wanakuja kuchomoa Berkane ni udhaifu wa Musa Kamara Pinpin. Wala sio udhaifu, watu walikuwa shakaza tamaa. Walishajua hata na ubingwa tena hapa basi. Mtu akatolewa kadi nyekundu. Timu imejipata mpaka imepata goli la kusawazisha. Mtu kakataa. Sasa hata hapo kuna nini? Wachezaji wakakata tamaa tu. Wakasema wao na hiyo ndio ilitokea ile goli kurudi la moja. Lakini tulikuwa tumepata ile goli, hata goli lisingerudi. Maana yake tungekuwa na nguvu. Mchungaji, nguvu inahamia NBC na CRDB. Kwanza sisi tumevurugwa mpaka midai. Mpaka midai hatuko sawa. Hamuelewi. Sisi wengi tunaongea tu lakini ujue akili zetu haziko sawa. Akili zetu haziko, hata wachezaji wenyewe itabidi wapate watu wa psychology. Mambo ni magumu ndani ya vichwa vyetu. Sisi tunaongea tu hivi tuko sawa. Itatuchukua kama wiki hivi turudi katika hali yetu. Mungu awabariki sana.